Mitandao ya kijamii bado inaendelea kuchangamka sana kwa sababu siku baada ya siku kuna vitu tofauti vinaendelea. Bana, wiki moja nyuma hapa ilitoka taarifa kwamba Zailisa amembwaga mzee Haji Manara. Hapa Haji Manara akawa amekaa kimya sana kwa muda mrefu. Kwanza ile taarifa ya kubwagwa kwa Haji Manara uliipata ile seko? Nilipata na ukachambua. Nikachambua pia kwa nini anakuwa vile, inakuwa hivi, inakuwa hivi. Kwao nilipata kwa kiundani zaidi. Alafu sasa kesho yake tukaona Zailisa amepata deal, yani ameitisha waandishi wa habari na Serena Hotel pale, alafu ameenda kusaini deal kwamba kaachana tu na mzee, madili yanaanza kumwagika. Kama nilishawahi kukwambia, kama tulivyochambuaga before, nikakwambia wanawake wengi wa Tanzania wakishamuona mtu daraja la mafanikio watapita naye hata 100 mzee. Tena anaweza akapeana kodi yani. Akamwambia na mwenzake, bwana mimi nitakaa muda fulani napita pale na chuma kilichonipeleka, na wewe utakuja utapita hivi. Mzee ana udhaifu. Watu wanamtumia na Manara kama daraja. Yani watu wa kike wanamtumia Manara kama daraja kwenda kupiga mahela, kupata deals kama hivyo nyingi. Zailisa amekuwa brandi sana sasa hivi. Ifika sasa mpaka anakuwa balozi. Amekuwa balozi na inasemekana atapelekwa mpaka Uturuki, yani nchi za nje. Yeye ndo anakuwa model wa hiyo kampuni, maana ni kampuni ya mavazi. Kwa mzee aliangalia kwa upande wa pili. Unajua yeye ashakuwa famous mkubwa nani Manara. Kwa hiyo mwanamke ambaye anatakiwa kuwa naye sio mwanamke kama nilivyokuambiaga wa mitandao, wanawake wajanja bongo move, wanawake. Atafute mwanamke ambaye ana uwezo wa kutulia naye katika maisha. Anahangaika mzee, ndo kama hivyo matokeo yake anaishi na visichana ambao hata umri wake sio, vinampiga matukio kama hivyo, vinapata watu kibao, attention kibao za kusapotiwa nini, dakika mwisho anakaa analialia kama vile anatia huruma. Sasa baada ya ukimya wa muda mrefu, mzee Haji Manara hatimaye naye amefunguka. Amezungumza, na swala kubwa leo lizungumza kwamba kuoa kupo pale. Kwa maana kwamba anasema yeye ni mtoto wa Kiislamu, alafu hawezi kuzini. Kwa hiyo ile kukaa sijui na kuanza kupita unajua ndio hii tunaanza sasa kujua wazee wetu wa zamani walisema kuna kuzeeka aina nyingi. Unaweza ukazeeka vibaya, akili yako ikawa kama mtoto. Kwa sababu sasa namuona Manara kama anazeeka vibaya. Unajua ni mzee ambaye ana busara, ni mzee ambaye anashindwa ku-maintain uzee wake, anashindwa kuzimaintain busara zake. Chanzo wewe umekuwa mtu wa kuoa unaacha, kuoa na sio unaacha, unaachwa. Wewe jijui tu kama mimi nina tatizo fulani, niachane na mambo niangalie tu maisha, kwa sababu ana kila kitu. Labda ana uwezo wa kuomba hata mkopo, kufanya chochote. Kwa nini usiishi tu? Kwa sababu kama umemwoa mtu umemwacha, basi yote mrudie mke wako, uleza naye, leeni watoto. Unahangaika na nini uzee ule tena? Sasa nataka damchanga mabinti. Hizo damchanga sasa ndo zinamwacha, zinamkosti, kwa sababu damchanga zinatafuta damchanga zake zichangamshwe. Yeye yule mzee anaonekana kumchangamsha mwanamke, hawezi kaka. Mwisho wa siku ndo anapigwa matukio kama haya, atumia akili yule mzee, anazeeka vibaya. Unanielewa? Unajua Manara, kwanza mimi before nilikuwa namuonaga mzee fulani mwenye busara sana, yani ni mzee ambaye amenyoka na akili nyingi, lakini naona kwenye mapenzi namuona kama mtoto, yani namuona ni mtu ambaye labda kama likalangu, yani anataka kushindana na vidada, anataka kushindana na mabinti, kwa sababu yeye ndo alisema aoi tena, na leo tena anakuambia anaoa tena. Kwa hiyo kuna kuzeeka aina nyingi. Kwa hiyo tumwangalie Manara uzee wake, anazeeka vipi, kwenye mifumo ipi? Sasa huenda labda kwa huyu atakayempata, kama ulivyomshauri kwamba achague rika lake, kwa hiyo anaweza akampata mzee mwenzie wa kuzeeka wote, mwisho wa siku wakafa pamoja. Na naomba hiyo kauli tena niifute, asitafute tena wao, kwa sababu anapomtafuta mtu ambaye amjui Manara au amjui udhaifu wake, atamwacha tena. Yeye atakufanya akamwombe msamaha ule mke wake wa kwanza kabisa alizaaga naye. Yule ndo afanya naye maisha, kwa sababu ule na imani alimpokea Manara, tumjui sisi kama kuna mtu anaitwa Manara. Unajua kuna wanawake struggle kwamba anakupokea au julikane ni mtu yote, leo kishajulikana ndo anaanza kudili na vibinti kama hivi. Kwa hiyo Manara anatakiwa atumie busara za uzee wake. Ikiwezekana amrudie ule mke wake alizaaga naye,
basi waishi. Lakini kudili tena sweet na tena si nini, unashindana na vitoto vidogo vitakuwa vinampiga tu matukio. Watoto wadogo wanatafuta yeye, kama anataka damchanga naye anatafuta damchanga ili changamke. Hakunaga binti wa Kitanzania anaweza kukaa na mzee akaolewa naye hata siku moja bro. Okay. Na haiwezi kutokea kwa sababu 90% ya wazee wanapigwa tu matukio, wanaenda kula vijana. Unajua usikute ule Zailisa kachuma anaenda kula Mnyamwezi tu, anaenjoy zaidi, anakula attention. Lakini pia tukaona Zailisa huyo ameposti ka video fulani hivi akiwa kama kwenye mavazi mazuri sana ya harusi na mwana fulani hivi kama wamekumbatiana hivi kwamba tayari yani ameshapata mtu. Lakini hapo pia Zailisa huyu akaulizwa na waandishi wa habari anarudi wapi? Anarudi kwa Dula Makabila au ana mtu mwingine ambaye anaye? Zailisa akasema kwamba harudi kwa Manara wala haendi tena kwa Dula Makabila. Kwa sasa anapumzika, ambapo kesho yake sasa ndo akaposti hiyo video yuko na huyo kijana. Kwa hiyo kwamba unataka kuniambia yule kijana ndiye ambaye atakuwa amechukua hiyo nafasi au ni trending tu za kwenye mitandao? Trending na wao kwamba mademo wa mitandaoni. Unajua sasa hivi mitandao inawaharibu sana wanawake wengi mno. Ndio maana kama una akili nzuri au kama una akili timamu ya kujua masuala ya ndoa, uwezo ukaoa mwanamke ambaye anadili na mitandao. Yaani uwezo ukaoa mwanamke ambaye akili yake yote inawaza followers tu TikTok. Uwezo ukaoa mwanamke akili yake yote anawaza kwamba siku moja nije kuwa ambassador wa duka fulani. Lazima upigwe matukio tu kaka. Lakini kama ana biashara si inamsaidia kuwaza mitandao? Kuifanya biashara kupitia mtandao sio kitu kibaya. Ila mimi ninachomaanisha mtandao na maanisha mimi, unakuta demu au unakuta mtoto wa kike yuko busy, ana business, ana cha kuposti labda biashara, ana cha nini. Yaani kwamba yeye anakaa na simu yake, ring light yake, yani wana ring light kabisa mademu wa Bongo hapa. Ziko ndani, yani watu zile ring light wanaweka maofisini labda kuchukulia picha. Yeye anaiweka ndani chumbani kwake, anaitegesha kwa ajili tu ya tap screen, si zawadi, si kitu gani. Ndio mitandao imekuja kuharibu sana. Sasa hivi kila binti ni mfanyabiashara. Kila binti Kariakoo, kila binti mfanyabiashara. Sasa hivi nitafutie binti gani ambaye auzi nguo? Nitafutie binti gani ambaye auzi vieleni? Nitafutie binti gani ambaye auzi pochi? Hakuna. Kila binti sasa hivi. Kwa hiyo ni kweli mitandao inawasaidia, wanapiga hela sana. Mitandao inawasaidia kwa kwenye biashara, lakini wengine wanaitumia mitandao kwa kuonekana labda na mabosi, kwa kuonekana na watu maarufu, kwa sababu kuna mtu anakaa hana jina, ana force apate followers wengi naye na kijina fulani aje kudate tu labda na mzee fulani apate hela apige matukio acheze. Kwa hiyo kuna wanawake kuna wapo tofauti. Kuna mwingine anaotumia mtandao wake vizuri kutafuta wateja, kutafuta biashara yake ikue. Ila kuna mwingine kuanzia asubuhi yuko ndani tu. Yeye anahitaji kutafuta post screen, kupewa zawadi, yani mtu anaomba kabisa, "Sio nitumie ua, sio nitufanyaje." Wapo madem Bongo bro. Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia labda juhudi za Dula Makabila kumrudisha Zailisa katika himaya yake huenda zitakuwa zimegonga mwamba. Yule anataka hela. Unajua Zailisa yupo kibiashara. Unajua kuna mademu hapo kibiashara afu unaona huyo ndo wife material. Si unanielewa? Tukisema tumchambue Zailisa ni mwanamke ambaye yuko kibiashara, kifedha. Sababu huyo Dula Makabila labda anaelilia sasa hivi arudi naye namuona mpuuzi. Yeye ndo aliimbaga na alisema kwamba nilikuwa sipoi mapenzi bila hela. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye yuko kibusiness. Iwe mwanaume, iwe biashara yoyote, yani mwanamke ambaye yuko kibiashara. Sio unanielewa bro? Yani yule anaendesha mahusiano yake kupitia biashara, na ndo wanawake wengi wa Bongo sasa hivi bro wanaishi hivi. Yani wewe mpende unajua wewe, mpambanie unajua wewe, lakini yeye yuko kibusiness. Dili yake zikitiki, business yake ikitiki anakumwaga. Kwa hiyo kusema kwa sasa hivi Dula Makabila ndo hamwezi tena Zailisa. Kama kipindi kile tu alikuwa hata uambasada na ubalozi akamsumbua, sasa hivi atamwezea. Sasa hivi ndo amezidi kuwa wa moto. Yani Dula hawezi tena zile soul level zake tena, Dula achana naye. Na akifanya interview Dula anaweka hisia zake wazi kabisa kwamba mimi bado nampenda huyu binti, nataka nimmiliki na mhitaji. Sasa kumpenda mfanyabiashara ni ngumu. Utafanywa biashara utaanza baadaye utalalamika. Yani kumpenda mfanyabiashara mapenzi ni ngumu, kwa sababu kuna wafanyabiashara dai bro, kuna wanawake wanafanya biashara za kuhusu mapenzi tu.
Yaani unaweza kusema wife material unamweka ndani, kumbe anakuja na biashara yake, anakuja na plani yake. Anakusoma tu, huyu wa bajeti yake, huyu benki yake inasoma shilingi ngapi, huyu hivi anakopetipeti, anakukomba, anacheza. Kwa level zilizofikia Zailisa sasa hivi kwa Makabila bado hana vigezo vya kuendelea kumiliki mwanamke kama yule. Ambaye muda wote anawaza business na hawezi kurudi tena kwa Makabila. Hawezi. Atatafuta mtu mwingine tena mwenye hela zaidi ya Manara, naye atamchekecha, atakaa kwenye lamani, atapiga oya, wapo watu wametumwa, watu wana shida bro, walipotoka huko sio kuzuri, maisha magumu nyumbani. Mtu anawaza hapa kama nikifeli kurudi nilipotoka sio vizuri. Mtu anakubali kulala kwa sababu Zailisa na umri wake na ule Manara ni mtu kama mtu na baba yake. Chazoma, lakini amekubali kuteseka kwa wakati tu ili avuna alichokifuata. Unafikiria mchezo ndugu yangu? Na amefanikiwa. Uambasada juu, anaenda si Uturuki, anaenda wapi? Ni ndoto ambazo kila mwanamke anawazaga. Hakuna kama mwanamke bro anawaza kuwa maskini. Wewe ndio utawaza nikifeli nitaenda zangu kijijini, nitarudi kijijini. Mwanamke yoyote duniani, hata shemeji yangu kama unamchumba hapo Zuri TV, akili yake yote ni kuwaza mafanikio, kutoboa. Yaani hakuna mwanamke duniani ambaye hawazi mafanikio. Na ndio maana mwanamke hata kama anakupenda vipi, kakukuta unalala chini ndani ya mwaka, akiona unaendelea bado kulala chini, hujanunua godoro, anakuacha. Kwa sababu anaamini kwenye ndoto kuliko kuamini kwenye imani. Mwanamke hana imani, unajua. Yaani mwanamke ana imani ndogo kuliko mtoto wa kiume. Kwa sababu mwanamke imani yake ni kuwa tu sehemu nzuri. Na maana mwanamke akiishiwa sana, plani zimefeli, atawaza kuolewa. Ila anayemwaza kumooa lazima awe na hela. Hawezi kuwaza kuolewa na maskini. Yaani yeye akifeli anaona hapa mimi mtafute Baharesa yule nampata vipi? Anioe tu niwe nampikia, yani ni enjoy. Ndio akili za wanawake. Sasa ukishakutana na wanawake design hiyo bro, unakula za kichwa, unakula za uso. Autoboa. Hauwezi kutoboa kwa wanawake design kama hiyo kama mkubwa hata siku moja. Unamwona wapi Zailisa mara baada ya kutoka kwa Manara, lakini amesema kwamba hawezi tena kurudi kwa Dula Makabila kutokana na level ambayo yuko nayo kwa sasa. Lakini tunakumbuka siku za nyuma hapa, kama siku 3-4 nyuma, amelamba dili la ubalozi. Maana yake kwamba ile plani yake ya kutoka kwa Manara imelipa. Ndio maana tunaona sasa hivi anaendelea kula mashavu. Kwa hiyo mzee Manara ana kila sababu ya kujitafakari katika maisha yake ya mahusiano. Yes, mimi naitwa Kedo MC, nilikuwa na my brother Seko brand kubwa, sio kitoto bwana, la kwanza kama la pili. This is how we do. Nyama ni mwingi.